Sitamsahau mama. Sehemu ya kwanza. Wasiliana nasi kupitia namba ya WhatsApp 0730164406 0673016446. Mtunzi wa hadithi hii ni Maria Patrick. Msimuliaji wako ni mimi Obedon. Songa nayo. Hii ni simulizi ya kweli ambayo imenikuta mimi, Amina binti Osman, ambaye niko hapa mbele ya wanangu wawili nikiwa nawasimulia kuwa sitamsahau mama. Naitwa Amina binti Osman, nina miaka 28 na nina watoto wawili. Ni mkwele, nimezaliwa Chalinze, pia nimeolewa na Bwana Abduli Asman Shaibu, naye ni mtu wa pwani huko. Pia namshukuru sana Mungu kwa kunipa watoto wawili. Nililelewa na mama pamoja na baba. Ilikuwa mwaka 2000 ambako mama mmoja na baba mmoja. Ilikuwa mwaka 2000 ambapo mama alionizaa mimi. Ilikuwa familia yenye furaha sana. Baba alifanya kazi katika kiwanda cha nguo huko Chalinze. Mama alikuwa akiuza biashara vidogo kama mkaa na vitafunio. Maisha aliendelea mpaka mimi nilipoanza chekechea katika shule ya Kigwaza. Wakati nasoma pale katika shule ile, nilikuwa mdogo sana, mwenye umri wa miaka 4, na nilikuwa mtoto pekee kwa baba na mama yangu. Hivyo nilidekezwa sana kwa kuwa hakukuwa na mtoto mwingine. Hivyo maisha yaliendelea mpaka mimi nilipomaliza shule. Ndipo matatizo yalipoanza. Baba alifukuzwa kazi kwa tuhuma za wizi ambao hajaufanya. Babangu alianza kukaa nyumbani bila kazi. Maisha yaliendelea hivyo, japo yalianza kuwa magumu sana, maana uwezo ulikuwa mdogo. Huwezi endesha kwa kila kitu. Kwa biashara alivyokuwa anauza mama yangu, pesa aliyokuwa akipata mama haikutosheleza hata kidogo. Pesa hiyo ilipe kodi, inunulie chakula, itosee matatizo ya nyumbani. Ikitokea matatizo mengine tu tunachanganyikiwa. Maisha yalizidi kuwa magumu. Anza kuokota makopo na kuanza kuyauza. Alianza kazi mbalimbali ili tupate pesa kama zamani, na Mungu alisaidia. Baba aliendelea na kazi yake hiyo ya makopo na kuyauza na kujipatia hela kidogo. Kila usiku mmoja uliendelea kuishi maisha ya tabu mpaka baba alipoamua kuingia mtaani. Ilikuwa kazi sana kuvumilia mimi kazi anayofanya baba. Mama aliendelea na biashara hiyo. Miezi ilipita mpaka mwaka pia uliisha. Baba alijiwekea hela ili mimi mwanae nisome. Ilipofika mwezi wa kwanza, kweli baba aliamua na mama kwenda kuniandikisha shule ya msingi ambayo inaitwa Mkwa Junior Primary School. Nilifanikiwa kuanza hapo shule. Nilisoma pale darasa la kwanza
nikiwa na sare za shule hiyo. Nilifurahi sana kwa kufanikiwa kuanza shule. Baba aliniahidi kunifuata shuleni hapo ikifika hapo saa 6. Kweli niliingia darasani, nilikuwa mgeni sana. Nilisoma siku hiyo. Ilifika saa 6, baba alinifuata shule na kunichukua kurudi nyumbani. Tulifika nyumbani na kumkuta mama bado anauza biashara yake siku hiyo. Nilimkuta mama hayupo vizuri, kwani biashara yake ilikuwa haijaisha bado. Mpaka saa 6 nilimsalimia mama na aliniitikia mimi na baba. Tuliingia ndani. Nilibadili nguo na kumfuata mama nje. Mama alinipatia kachori nilikula na nilishushia na maji. Kwa kuwa mama hakupika chai, baba alitoka ndani na kuja pale mama anapouzia biashara. Alituaga akwenda kutafuta hela ya kununulia chakula jioni, maana mchana ilipita hiyo. Basi mpaka saa 10 mama biashara ilikuwa haijatoka kabisa. Ilibidi tu mama afungue biashara yake kwa kuwa muda ulishaenda na ilikuwa tayari jioni. Basi nilimsaidia mama kukusanya vitu na kuingiza ndani. Tulimaliza. Baada ya hapo mama aliniambia, Amina binti yangu, leo biashara mbaya sana, zote 2 sijauza hata moja, na sijui kama baba yako huko alipoenda kama atapata hela ya kula, maana sina hata 100 hapa mwanangu, na hata hiyo kesho sitafungua, labda mkaa tu, lakini hizi kachori zikilala zinaharibika tu. Kama baba yako akikosa hela tutakula hizi. Soma mwanangu kwa bidii. Elimu yako hiyo ndio ukombozi wako na familia yako. Baadaye huko mwanangu, mama aliniambia. Basi baba yeye aliendelea kuokota makopo yake. Lile kundi ilipopita mitaa ile, walijua baba yangu ndiye yule mwizi. Bila kuuliza walimkamata baba yangu na kuanza kumpiga kwenye mawe, kwenye matofali. Pia alibaki akisema, jamani, mimi si mwizi, mwenzenu nisikilizeni. Lakini mwanafunzi mwenzangu mmoja aliniambia, Amina, mbona anayepigwa hapa ni baba yako? Kwani ni mwizi? Nilishtuka kwa kuogopa na kusema, babangu hapana, babangu sio mwizi, ngoja niangalie kama ni yeye. Wakati naenda